Bwana mtazamaji wa Scope Media, ni usiku wa manane, Wata Night. Inakwenda hivyo kwa jina la Wata Young Africans, na mawata player wametambulishwa leo na rais wa klabu ya Yanga Engineer Ali Said. Na kama ilivyo ada, sisi ni watu wa kusubiri. Tunasema haiwezekani mpaka kesho, iliwezekana leo, lisingoje kesho. Ni usiku wa Mawata Night. Niko na mzee wa VAR Mchome Mapovu. Bana, Wata Night. Kwema lakini mwanaume Engineer. Bana kwema. Taifa lilikuwa linasubiria. Oya, kwa kweli Engineer ana haki ya kutuweka macho hadi saa hizi. Mwanaume Engineer. Mwanangu Engineer, na kukubali hauna baya. Imefikia moment Engineer anaenda kufanya usajili wa Arabuni Saudia. Mwanangu Engineer. Leo moyo wangu kwatu. Sawa bana, ulikuwa unasubiriwa kwa hamu sana usiku wa Mawata player, na wametambulishwa rasmi Mawata player. Wa kwanza ni Sheikh Ibrahim Toure, ana uraia wa Senegal lakini pia ana uraia wa Ufaransa. Teka la mabao, jitu refu kama Karim Benzema. Sofa, kwanza umeonaje? Linakuja kuongeza kitu Young Africans? Yaani kwanza yule mshambuliaji ameni surprise. Yaani mwanangu, sikutegemea kama Engineer anaweza akafanya sajili bora kuwahi kutokea Tanzania. Brother, kwenda kumchukua top scorer wa ligi ya Saudi Arabia. Top scorer. Wachezaji wa Kitanzania, wachezaji wa ukanda wa Afrika Mashariki wakisajiliwa ligi ya Saudia, wanaona wametoboa. Engineer na Yanga wanaenda wanachukua mchezaji wanamleta huko. Igwe Engineer, GSM Igwe. Hafa watambi. Unaona? Hautosikia si mtu atarudi kinyuma nyume, mara hautosikia si mchezaji si mwanaume utanyoka nywele, husiki. Mwanaume Engineer, brother. Top scorer. We speak about top scorer. Mchezaji aliyekulia Ufaransa. Marseille huko, si Marseille Ufaransa huko. Kawa top scorer Saudi Arabia. Goli 20. Top scorer wa goli 20. Assist 5. Amehusika kwenye magoli 25. Tanzania mara ya mwisho kuwa mfungaji kama Uswika Kagere zamani huko. Na Kagere amefunga NBC. Angeenda huko angefunga goli 2. Kaka, Engineer shikamo. Engineer shikamo. Mali itakuwemo. Ngoja itikie, umu na haraka. Engineer shikamo. Yaani mimi masuala ya mali kuwepo, mali isiwepo, kumleta top scorer wa Saudi Arabia. Engineer shikamo. Igwe blaza. Igwe blaza. Mwanangu, haya yote lawama yangu narudi kwa yule Ahmed Ally. Katuchoma. Umesikia malengo ya Engineer? Kulirudisha kombe la CRDB. Kwa sababu kombe la CRDB ndio limesababisha tu wamechimba dawa Jangwani. Kwa analirudisha. Kwa malengo yangu Ahmed Ally. Tutatamba na kombe gani tena? Maana ligi kuu wana uhakika nalo. Ambalo kwa tuna uhakika nalo Simba, CRDB amesema analitaka mwanaume. Na Mawata player. Top scorer wa Saudia. Engineer, baba zambi zako nipewe mimi. Ametoka Prince Dube, anaingia Sheikh Ibrahim Toure kwenye nafasi hiyo hiyo. Vipi, unaonaje ushabiano wa namba zao? Hebu angalia, ametoka Dube sio mwenye goli 11, 12, anaingia top scorer mwenye goli 20, assist 5. Afu jitu la mtumba kwanza. Jitu mwitu msitu, kimwangalia juu anaenda chini anaenda. Yaani wewe jamaa kwenye takwimu nimeangalia pale haraka anafunga miguu yote miwili. Yaani unaambiwa wewe Mayele mwenyewe anasubiri kwa ule mshikaji. Yaani ule mshikaji kuna Mayele wa 4. Mayele unaona? Ndoto ya Mayele ni kwenda kucheza ligi aliyotoka huyo mshikaji. Hebu angalia Yanga wameweka dau kiasi gani. Kiukweli swala la mchezaji kuperform ni vitu vingine na kusajiliwa ni vitu vingine. Alikotoka ameprove yeye ni mchezaji wa aina gani. Kuja kwenye ligi yetu kuperform, akishindwa sio sababu yeye. Sababu mazingira ya ligi yetu. Lakini I believe unamwona Lanokelo alikotoka alikuwa top scorer. Amekuja huko amekuaje? Huyo hapo wa moto. Huyo hapo bana Engineer. Igwe. Baba, mimi sikudai. Engineer simdai kwa kweli. Sawa, tukitoka hapo pia Wata player mwingine akatambulishwa, anaitwa Albert Kagwanda kutoka pale Red Arrows ya Zambia, MVP pia. Huyo hapo timu ya taifa, Chama na kaa benchi. Winga huyo. Winga teleza. Winga mwenye magoli 18. Blaza. Hawa Yanga wanatakia nini? Left winger. Mimi niliwaambia, jamani, tumkumbushe Engineer yupo ligi ya NBC, afanye usajili wa kawaida. Sisi tukajifanya wana Simba jeuri. Angalia wachezaji wanaoenda kusajili wa MVP wa Zambia.
90% wajaji ukanda wa Afrika Mashariki. Wanaendaga ligi ya Saudia, Ulaya, Ugiriki, si wapi huko ndo wanaendaga. Kumchukua MVP, bro. We speak about MVP. Sio kiwango cha kawaida. Ni water player kweli. Lakini timu alotokea Red Arrows na Young Africans madaraja yanafanana. Iko hivi. Shida sio ligi, sio daraja. Taifa ulilotoka ni la mpira. Umeelewa vizuri? Red Arrows ni miongoni mwa timu kubwa. Hamna mtu ambaye asemjua Red Arrows Tanzania. Ukimtaja Red Arrows Simba tushakutana naye sana. Tunamjua. Bara Red Arrows ni kubwa. Umeelewa vizuri? Mimi kwa upande wangu kumchukua MVP wa ligi, ina maana ndiye anakuwa MVP wa ligi ya Zambia. Sio mchezaji wa kawaida. Chama tulimleta ametoka Zambia. Kipindi hiko alikuwaje? Sasa wewe chukua sasa huyo MVP yuko. Ni hatari. Kwa ni water player. Ni water player. Huu sajili Yanga kiukweli. Mimi nawaomba hiyo ngao ya jamii tuangalie lote. Kipindi hiko huyu water player MVP anashuka. Wachezaji wake wa zamani wapo, mawata player. So mawata player wa zamani wameondoka, Mzize kapona. Yale mazoezi wanafanya Mzize sio ya mgonjwa. Yale mazoezi ya mtu mzima. Mzize mzima. Jobu yale mazoezi yanayofanya sio ya mgonjwa. Ni ya utu uzima. Mwanangu, engineer, tusamehe. Hao wawili waliobakia watafute mtaani kwangu. Usiteteze na mawata player. Engineer, tusamehe kwa sababu wewe niambie hadi mtu anakuwa MVP. Sio top scorer, MVP mwenye magoli 18. Brother, huyo mchezaji ni hatari. Ni hatari. Anakuja kusumbua. Vibaya mno. Kwanza sio top scorer. Nadhani kama Red Arrows wamechukua ubingwa. Sijajua. Nadhani sidhani kama Red Arrows wamechukua ubingwa. Umeelewa? Lakini ni MVP na ana goli 18, brother. Timu ya 3 kwenye msimamo. Brother, easy up. Sawa, tukitoka hapo nakuja Hussein Zokwani. Mali nyingine Marcel moja kutoka Ufaransa huko. Pia ni water player ambaye ametambulishwa usiku wa leo, right winger. Unaonaje? Kwanza, hivi Yanga mnatutaka nini sisi wana Simba? Yanga mnaenda kusajili mchezaji Ufaransa. Yanga mnatutaka nini sisi wana Simba? Brother, toka ligi NBC imeanza, toka ligi kuu imeanza, kuna mchezaji ashaye kutoka Ufaransa akaja Bongo? Mimi toka nimepata akili sije kusikia rekodi. Yanga mnatutaka nini? Ipo siku. Brother, tukiwachekea wa Yanga, hawa wachezaji wawili waliobaki, uzoshangaa Ronaldo au Messi akashuka Bongo. Nakwambia, Ronaldo au Messi akashuka Bongo. Kwa sababu anasema analeta wachezaji watakaoleta thamani ya club, mawata player, na kuapia Ronaldo au Messi kuna mmoja atashuka Bongo hapa. Tukimchekea engineer, tumkazie, hata haribu ligi. Wewe niambie mchezaji kwa mfano aliyefunga goli 20, assist 5. Huyo ni forward. Forward ana assist 5. Alafu ligi ya Saudi Arabia. Amekuja winger MVP. Kipindi kwa Lanokelo hatujamgusa. Yupo. Engineer, tukikuchekea blaza, utatuharibia ligi yetu. Atakuja mchezaji hapa, dunia itashangaa. Yanga wako serious. Engineer, huyu nani huyu? Mohamed Zokwane. Brother, ilikuwa kama story. Mwenye sikuamini kama Yanga ana uwezo wa kumsajili mchezaji. Na hata ambao wasema ubashiri, wakasema hamna mtu ambaye anaweza kumleta yule jamaa. Ni ball dancer mmoja hatari. Angalia, anatoka Buba, anaingia huyo. Angalia Yanga walivyo serious. Anaumia Pakome, anaingia MVP wa Zambia. Pakome yuko nje mgonjwa kwa nasubiria kupona. Anaingia MVP, tukiwachekea watu wanatuharibia ligi. Haki ya Mungu. Simba mchana tumemtambulisha ule Ibrahim nani? Dumbia. Kelele mji mzima, mchezaji ametoka Mali. Yanga na mchezaji kutoka Saudi Arabia. Alafu ni Msenegal. Sawa, sasa baada ya kuona utambulisho wa wachezaji hawa sasa rasmi, unaiona Young Africans ikienda kufanya vizuri kimataifa kwa sababu walikuwa wanahitajika mawata player ili waweze kufika mbali kimataifa. Kwa usajili wa wachezaji hawa unaonaje kimataifa? Brother, mchezaji aliyecheza ligi kuu ya Saudi Arabia hawezi kushindwa kucheza na Mamelodi. Mchezaji aliyecheza Marseille ya Ufaransa hawezi kushindwa kucheza na Pyramid. Huyu Yanga huyu target yake ni ile nilokuambia. Yanga anataka kombe la Afrika lizindue uwanja. Na uwezi kuchukua ubingwa wa Afrika kama hauna target ya wachezaji wakubwa. Na wachezaji wakubwa sio majina tu peke yao, ni wachezaji wenye experience.
wachezaji waliocheza ligi zenye pressure na zenye ugumu kama hao kaka. Kwa hiyo mimi huko Afrika sikuwazi huko sikuwazi. Mimi nawaza ngao ya jamii blaza. Simba tumeenda Kagame huko kujichosha. Yanga wako anaandaa mifumo huko ya timu. Umeelewa vizuri? Kocha ana apply formula yake. Mangoba Ngiti anafanya mambo yake hapo. Kesho anaongezewa vifaa vingine hapo. Akapambana navyo kwenye uwanja wa mazoezi. Tarehe 12 ngao ya jamii kaka. Yanga kuanzia leo hadi tarehe 12 Yanga anaandaa timu. Niambie tarehe 12 Yanga itakuwaje? Brother, kanuni zinasemaje kukimbia mechi? Kanuni zinasemaje kukimbia ngao ya jamii? Michuano ya kimataifa ni mbali. Kuna hapa aibu ya nyumbani. Brother, kama mchezaji amefunga magoli kipa wa Saudi Arabia, Kasari atamfanyaje? Mchezaji amefunga magoli ligi ya Ufaransa, Zokwani huyo, si Zokwani. Huyu Kasari atamfanyaje? Mchezaji amefunga magoli kipa wa Zambia. Brother, magoli kipa wa Zambia ndio miongoni mwa nchi yenye magoli kipa bora. Huyo Kasari atafanywaje? Nalia. Balaa jipya. Yaani mimi sikufichi, kwangu mimi naanza kufuatilia kanuni za kusepa kwenye mechi. Wewe angalia utajiri tuliofanya. Aniambie huyu Chilambo Nathanaeli Chilambo, si ndio? Katoka Azam. Ana uwezo wa kumkaba MVP wa Zambia. Mchezaji aliyecheza ligi ya Ufaransa atakabwa na Chilambo. Mchezaji aliyecheza ligi ya Ufaransa atakabwa na Chilambo. Baza acha masiala we. MVP wa Zambia atakabwa na huyu nani? Chilambo. Tuache uchekeshana nyie. Haiwezekani. Yaani mchezaji aliyefunga ligi ya Saudi Arabia akabwa na Rushaine Deroko. Wewe mwangalie jamaa alivyoenda Ewadi. Ndio striker refu kuliko goli. Ndio lile likiruka huwa. Striker refu kuliko goli. Ndio huyu wa Yanga akiruka huwa. Yaani yule akisimama goli ili hapa. Na Yanga angalia walivyokuwa wajanja wakiusajili. Wamemsajili Sugar Boy. Alafu wanamuita Tanzanite of Tanzania. Hazina ya taifa. Dogo yule anamwaga maji. Wamomokea mtu mrefu yule. Striker refu kupiga vichwa. Sawa, tukalia hapo pia. Amesema kwamba wamesajili wachezaji wazawa ili kuhakikisha kwamba wanapata experience na ubora kujifunza, kwa sababu ni haki yao kujifunza kwenye timu zenye pressure. Kuna watu walikuwa wakibeza kuhusiana na kwa nini wachezaji hao wadogo wanakuja kwenye timu kama Young Africans. Yaani cha kwanza unajua Tanzania wengi ni wanafiki. Umeelewa vizuri? Hao wachezaji wakishindwa kusajiliwa Yanga, tunasema Yanga haithamini wachezaji wazawa. Inawapa kipaumbele wachezaji wa kigeni. Yanga ikitufungua milango wa wachezaji wazawa, wenyewe kichwani mwao wana wachezaji wao, kwa sababu wachambuzi wengi ni mawinga wa wachezaji, wachambuzi ni mameneja wa wachezaji. Wanakuwa na wachezaji wao wamewaandaa kwenye kichwa chao kwamba bana, sikiliza, wewe nisifie, nikifika pale kuna bonus yako. Kwa akisajiliwa mchezaji ambaye sio winga wala sio meneja wake, kinachofuata anamponda. Wachezaji wa kawaida. Ukifuatilia yeye ni meneja wa mchezaji fulani. Shanaelewa vizuri. Hilo ndo tatizo. Lakini kama wachambuzi na watu wa mpira wa Tanzania wangeacha na hayo maswala, wachezaji waliosajili Yanga ni mawata player. Kwa sababu huyo Ibrahimu huyo beki wa kati, brother, ni hatari. Achana na Ibrahim Baka, huyu Ibrahimu mpya huyo. Haya, muangalie yule Gamal. Muangalie Chuga. Ni wachezaji wa aina gani? Mwangalia yule bwana mdogo striker. Kwa hiyo walitaka Yanga aache bwana mdogo apotee. Akati ameona na talent ambazo akaja hapa akafuliwa na makocha wa South Africa, akawa top assist. Kosa la Yanga liko wapi? Kwa hiyo haya, sawa, dogo ana kipango. Haya, niishi kwenye mfumo wao. Dogo ana kiwango kidogo. Mnasemaje? Aachwe? Asisajiliwe? Kiwango chake endelee kuwa kidogo? Akija Yanga hata akicheza msimu mmoja, akitoka pale anakuwa kama Karim Benzema. Wewe angalia Dennis Nkane katoka Yanga kama bwana mdogo. Kaenda TRS first 11. Si ndio? Tayari ana experience, ametoka kwenye klabu kubwa. Kwa hata huyo akicheza pale, akitoka pale akaenda klabu nyingine, anakuwa tayari ana experience na kuna kitu amegaini. Ndio malengo ya Yanga, kukuza vipaji ili kutanua uwigo mpana wa timu ya taifa. Bana, mimi nikushukuru. Pamoja sana Scoop Boy.